Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Evangelist Mlamweki Timoto. Nimesimama tena kwenye madhabahu mchana wa leo. Nataka kunena na wewe kwa sababu ya kuitwa. Waweza itwa na Mungu na yaweza itwa kupitia kwa maono. Unaweza ukaitwa kwa sauti tofauti tofauti. Unaweza ukaitwa kupitia kwa nabii wa Mungu. Unaweza ukaitwa kupitia katika neno. Unaweza ukaitwa na Mungu kupitia kwa hali ama kwa kitu chochote ambacho Mungu anaweza penda kutumia kukuita. Lakini nataka kukuambia nini? Wakati umesikia sauti ya Mungu ya kwamba unaitwa, usipuuze. Because that is a serious matter. That is a spiritual matter. That is a spiritual case. Wakati umeitwa na Mungu, usikatai kwenda. Wakati umeitwa na Mungu, usiwe na kiburi. Usikose kusikia sauti. Maana Mungu akikwambia ya kwamba anakuita, ana kila sababu ya kukuita. Ana kila sababu ya kutaka kunena pamoja na wewe. Ana kila sababu ya kutaka kufanya maongezi pamoja na wewe, pamoja na maisha yako. Wakati Mungu anakuita, si kwamba ni mwanadamu anakuita. Si kwamba ni ndugu yako, baba yako anakuita. Si kwamba ni mama yako anakuita. Huyo ni Mungu ambaye alikuumba. Wengi wetu huwa tunasikia sauti ya Mungu kupitia kwa watumishi wa Mungu, wachungaji, manabii. Tunachukulia jambo hilo kuwa ni la mzaha. Wakati mwingine unasikia kwamba unaitwa, unachukulia ni mchezo. Unajikuta hata wakati mwingine umepigwa na ugonjwa huko hospitalini. Unasikia nabii wa Mungu anakuja na kuambia unaitwa. Wewe unachukulia ni mchezo. Wakati mwingine uko kwenye usingizi, uko kwenye ndoto, unasikia kwamba unaitwa, unachukulia ni mzaha. Wakati mwingine uko kwenye safari, unasikia kitu kana kunong'onezea au mtu anakuambia kwamba unaitwa, lakini wewe hauchukuli kwa uzito. My brother, my sister, I want to tell you that take this thing seriously, because ni Mungu anakuita. Yeye ana kila sababu ya kukuita. Yeye anataka kufanya kitu katika maisha yako. Yeye anakuita, anataka kufungua maisha yako. Yeye anakuita, anataka kufungua njia zako, anataka kufungua kazi yako. Hebu enda pamoja nami katika kitabu cha Jeremiah chapter 40 verse 4. And the Bible says, "And now behold, I loose thee this day from the chain which were upon thine hand. If it seem good into thee to come with me into Babylon, come, and I will look well into thee. But if it seem all into thee to come with me into Babylon, forbid thee whether it something good and convenient for thee to go there, go." Biblia ya Kiswahili inasema, na sasa tazama na kufungulia leo minyororo hii. Biblia inasema nini, mtazamaji wangu? Tazama leo ambaye unasikia sauti hii, unaitazama video hii, uenda unaitazama kwa Facebook, uenda unaitazama kwa YouTube, uenda unaitazama kwa TikTok, and whatever you see this video, God was calling you. Mungu anakuita mchana wa leo. Mungu anakuita ndugu yangu. Mungu anakuita dada yangu. Mungu anakuita mama yangu. Mungu anakuita. Anasema ya kwamba tazama leo ambayo tunafanya kikao na wewe, ninakufungulia kila minyororo iliyokufunga. Njia zako zimefungwa na wachawi na waganga. Njia zako zimefungwa hata na damu ya ukoo. Njia zako zimefungwa kwa sababu hausikii sauti ya Mungu. Njia zako zimefungwa kwa sababu wewe umesahau Mungu. Njia zako zimefungwa kwa sababu hausikii Mungu anasema nini katika maisha yako. Lakini Mungu anasema nini? Tazama nimekufungulia minyororo yote iliyokufunga. Hii iliyo mikononi mwako. Kama ukiona ni vyema kwenda Babiloni pamoja nami, haya. Kama unaona ni vyema, enenda pamoja na Mungu. Katika mwaka wa 2026, enenda pamoja na Mungu. Katika biashara yako, katika kazi yako, enenda pamoja na Mungu. Katika ndoa yako, katika jamii yako, enenda pamoja na Mungu. Maana amesema ya kwamba leo amekufungulia minyororo iliyokufunga. Amefungua njia zako. Amefungua kazi yako. Amefungua maisha yako.
amefungua uhai wako, amefungua chochote unachohitaji, amefungua hata maono yako. Haleluya. Njoo nami nitakutunza sana, lakini kama ukiona ni vibaya kwenda Babeli pamoja nami, basi acha, tazama nchi yote i mbele yako, palipo pema machoni pako na pakukufae uenende huko. Mungu anasema njoo, come, go with me. Na tena anarudi hapa chini anasema ukiona ni vema. Mungu anatuomba, yani anakuomba, anakusii. You speak as a request. When you see, ukiona, yani kama unaona tu ni vema uenende pamoja na Mungu. Kama unaona ni vema usikize neno hili. Kama unaona ni vema kuenenda na Mungu katika mwaka huu, tafuta uso wa Mungu. Kubali kutembea na huyu Mungu. Kubali kusikia sauti ya huyu Mungu. Kubali kushikwa mkono na Mwenyezi Mungu. Kubali kusimama pamoja na Mwenyezi Mungu. Kubali kuenenda katika njia za Mwenyezi Mungu. Kubali kusimama pamoja na Mwenyezi Mungu. Kubali kuenenda katika njia za Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Mungu anasema ya kwamba njoo. Ako tayari kutembea pamoja na wewe. Na ukiona ni vibaya, wacha kuenenda pamoja na Mungu. Ukiona ni vibaya, enenda peke yako. Hapo chini Mungu alisema ya kwamba tazama nchi iliyo mbele yako. Tazama magumu yaliyo mbele yako. Tazama dhiki iliyo mbele yako. Tazama magonjwa yaliyo mbele yako. Tazama ugumu ulio mbele yako. Angalia zile challenges ziko mbele yako. Angalia hali ambayo iko mbele yako. Angalia maisha ambayo yako mbele yako. Angalia kazi iliyo mbele yako. My friend, you have a journey. But God was telling us, come. God was requesting you to come. God was inquiring you to come. Come into Jesus. Go with Lord. Don't walk alone. Don't go alone. Don't enter alone. My friend, Mungu anasema njoo. Anakufungulia kila njia zako zote zilizofungika. Anakufungulia milango zote zilizofungika. Anafungua kazi zako zote zilizofungika. Anafungua maisha yako. Anafungua njia zako. Anafungua tumbo lako. Wewe uko hapa, wewe ni mjane. Wewe ni yatima. Wewe uko hapa, wewe ni tasa. Usiangalie utasa wako. Tazama Yesu anasema ya kwamba njoo. Mungu anasema njoo. Anahitaji kukushika mkono. Anahitaji kutembea pamoja na wewe. Anahitaji kusimama pamoja na wewe. Anahitaji kukuongoza. Haleluya. Usiangalie yale magumu ambayo unapitia. Biblia imesema ya kwamba ukipenda, ukiona ni vema, enenda pamoja na yeye. Ombi langu mchana wa leo ni kusema ya kwamba kubali kusikiza Mwenyezi Mungu. Kubali sauti ya Mungu. Sikiza sauti ya Mungu. Enenda pamoja na Mungu. Tembea pamoja na Mungu. Kaa pamoja na Mungu. Nenda Mungu akufungue minyororo. Nenda Mungu afungue kila vifungo vyote vilivyo katika maisha yako. Nenda Mungu afungue kila nguvu zote za giza ambazo ziko juu yako. Na maisha yako utafurahia. Utafurahia na utapenda. Mungu amani akubariki. Unapojifungua, unapokubali kusikia sauti ya Mungu, unapokubali kutembea pamoja na Mungu. May you be blessed until we meet next time. Thank you.